hatutofanikiwa kwa lolote lile. Jambo jingine, tutafakari tu kidogo. Jambo gani litashindikana kufanyika kabla ya tarehe 8, tarehe 7 au tarehe 6? Yaani kabla ile ya tarehe 9 ile. Jambo gani litashindikana kufanyika? Lije kufanyika tarehe 9 au lije kufanyika tarehe 25 au lije kufanyika kipindi cha mwaka mpya. Hizi siku zingine hizi za hapa katikati jamani, tunaenda makazini. Misongamano huwa haipo? Ipo. Sasa kama misongamano ipo, kwa nini maandamano yasifanyike? Lakini wewe ambaye unasababisha maandamano au unachochea maandamano au mwanzilishi wa maandamano, tambua utatuficha sisi hapa duniani. Utafanya tu kwa ajili ya kujenga sijui CV yako, sijui uonekane. Lakini tambua kwa Mungu unajenga kitu gani? Mungu aliyokuwa siri, Mungu ambaye yupo sirini mwako, unajenga kitu gani? Kwa sababu wewe ambao unaanzisha maandamano, wewe ndo ambaye unakula jasho au malalamiko ya watu wote wa Tanzania wote. Wengine watakufuatisha tu kwa sababu pesa ipo, no not. Lakini na yeye pia ataingia kwenye masononeko. Mwisho wa siku pesa ile imeshaisha. Machafuka ishafanyika. Badala ya Tanzania iendelee, tusonge mbele kiuchumi, tunarudi nyuma tena kiuchumi. Kwa ajili tu ya ujinga wa watu wachache ambao wanafuatisha tu upepo bendera, yani wanafuatisha tu upepo wa bendera jinsi unavyoenenda. Kienda kusini yupo, kienda kaskazini yupo, kienda mashariki yupo, kienda magharibi yupo. Kuwa na msimamo mmoja. Mungu naomba sana Mungu atupe uvumilivu. Atuonesha akilini mwetu, atupe uvumilivu na pia tafakari iliyokuwa juu zaidi. Kwa sababu tunayoyafanya ni dhahiri tunaongozwa na shetani. Yaani huo ni uwazi kabisa. Shetani ndiye ambaye anatuongoza, sio Mwenyezi Mungu. Yule mwenye hofu ya Mwenyezi Mungu hawezi kufanya yale ambayo yanafanyika. Yaani hata kidogo hawezi kuyafanya. Sijui kuanzisha maandamano hawezi. Mara kuingiwa na hofu. Yaani mtu ambaye ana hofu ya Mungu hawezi kaingiliwa na hofu hii ya duniani. Kusema sijui maandamano